Jesus. Naota ama ni nini naona? Ni nini? Megelea miguu kwa meza kwa nini? Maliza kazi. Hata inanuka umegelea kwa meza yangu. Kwanza kazi hujamaliza. Nilikuitia nini hapa? Nikuwekelea miguu kwa meza. Tusisoyane kijana vibaya. Hebu ondoa hizo takataka. Hata una aibu. Takataka wewe. Hauna aibu. Au umeshindwa kuniheshimu? Toka nje. Umenisikia vizuri sana? Utoke nje uende kijijini kwenu. Umenielewa vizuri? Ni kama mimi nashindwa kuelewa. Ni shida gani hasa inayosababisha uite miguu yangu kama takataka? Hii miguu ukisema kama miguu yangu ni takataka, ni sawa sawa na kuwa unakosea Mungu aliyoniumba. Kwa hiyo mimi ni kama sikuelewi. Hata kama viko hivyo nimekosea kweli, na mimi naelewa kama ninakosa na hatia. Alafu dada yangu, mimi nikigwangani kama mimi sina ni kama tu wewe umevunja nani masheria tulikuwa tumeongea na wewe. Ulipokuja kunitoa kijijini, ni kama kuna vitu ulivyoahidiana. Wewe tuliahidiana kama ukinipeleka huko mjini, utanipeleka unionyeshe njia utafuta pesa vizuri. Lakini hivyo fika huku naona tu ni kunidharau, ni kuninyanyasa. Sina haki kwa kisa tu nanilisha. Ni kama mimi naona kama tu naonewa tu. Kama unaona hivyo, naweza kufukuza uende huko ukatafute kazi mali kwingine. Sawa sawa? Na sitakulipa mshahara. Manake sioni kazi yako hapa ya maana. Kama umeshindwa kufanya kazi, utoke uende. Sawa sawa? Sijashindwa kukulipa hela yako. Basi nimegundua makosa yangu. Kwa naomba nisamehe ili halitarudia. Haya, ikuwe mara ya kwanza, ikuwe mara ya mwisho. Kanielewa? Sasa nimekuelewa. Haya, endelea na kazi yako. Sawa, haitarudia bosi. Mbona haya mazingira kama yako sawa? Mtu wa vijijini kwetu. Ya mjini tu nakuta ni changamoto nyingine. Kuna majumba mazuri. Sikutegemea kama takuja kuishi mjini hivi. Naona maisha yako vizuri kabisa. Nimeona kama msichana. Ule msichana bwana yuko vizuri. Ngoja niende kumsalimia tu. Sumani dada. Vipi? Wewe mweu nini? Wanasalimu kama nani? Sasa wanasalimu kama nani? Kwani shida yangu ni nini? Maana kumbe anahitaji salamu zako. Na kuambia mimi ni msichana kijijini kama uliowazoea. Sasa mtu ayukusalimia. Unikome. Sikuhitaji mimi. Sihitaji salamu. Wanisikiza? Usinizoee. Ni kama anakaa kama ajinga hivi. Sasa mtu anakuwa mkali kiasi hicho. Huko ni pazuri sasa. Hii mitaa iko sawa. Msichana mmoja tu ndiye tu kazi kiume. Hata kama wasichana huko wana roho mbaya. Sidhani kama tutawezana kweli. Nijikumbuka ule msichana ile siku. Sasa na hamu naishi. Kuna shida moja tu ni mzazi. Nimesikiza pia yeye anasemaje. Samahani. Bila samahani. Vipi? Poa. Wewe ni mwenyeji wa mtaa? Ndio. Ni kweli wewe ni mwenyeji wa mtaa kweli? Ndio. Naishi wapi? Umesema kwenu ni kwa hii nyumba? Ndio. Ni kama mimi sijakuelewa vizuri.
Kwani kuna shida? Hapana. Yaani wewe unaishi kwa hii nyumba? Ndio. Mbona ni kama nashindwa kuelewa. Unaishi kwa hiyo mtaa? Kwa hii nyumba? Hapa ndo unaishi? Ndio. Kaka vipi? Kwani kuna shida? Kuna shida. Shida samahani. Unaweza nisaidia namba yako ya simu? Ndio. Hebu nipe namba naweza kukucheki kwa baadaye. Msanii ameendelea siku hizi. Watu sio kona do. Come in. Rafiki yangu. Mambo vipi? Sana. Karibu. Kama siku. Ziko poa. Alipotea naye. Mashughuli tu huku mjini. Haonekani au sikiki. Hadi simu imenipiga. Acha nikupe story. Unajua nini wenzangu? Pale jana nikikuja na huku hapo kwa barabara nikakutana na kijana. Nakwambia mwenzangu. Usiniambie uko na shemeji. Kijana anakaa tu smart. Mwenzangu tajionea, nikakupeleka kwake. Alinipa namba. Kwa muonekano. Ako na pesa? Mimi hata sitaki pesa. Kijana ni mpole, hana maneno. Nikampenda hivyo. Mwenzangu nakutakia laheri. Nakuonea wivu. Na mkono hakika atakupigia. Kijana ni mpole. Hakuna uhakika, namwamini. Natamani kumwona shemeji. Utamuona, utafurahia. Shemeji yangu. Hodi. Karibu. Na siku nilikuwa nimemaliza bila kuingia hapa. Kaka. Bro. Vipi? Mimi niko poa bro. Habari za siku nyingi? Mimi niko poa bro. Karibu sana, karibu kuketi basi. Asante. Vipi sasa? Sisi tuko poa. Nakuona tu yani siku hizo uko sawa? Kidogo tu, yani sio kutisha sana, lakini tunamshukuru Mungu tu tulicho nacho. Basi nikiangalia ulivyotengeneza kabati, kochi, bro. Nikawa naona siku hizo uko sawa. Mimi naona tu jambo la kawaida kakaangu. Sasa mbona umekuja na vikwara kakaangu? Kabati tu kaka ikushitue. Unajua bro, mimi unajua kama huku mjini kama mimi sio mwenyeji tu, ni mgeni hivi. Sasa ili hatua nitafikia hivi. Utaifikia tu, usikate tamaa. Unajua hakuna ambaye alizaliwa na pesa. Ni vitu tu ambavyo tulitafuta na utapata. Ni vile siku hizi ulikuwa umenitenga, ni kama tu siku hizi ulikuwa unataka hata kunipigia simu wewe. Wewe mwenyewe ulikuwa umeshanitenga sana, yani siku nyingi upo kimya, nikajiuliza huyu jamaa vipi kule. Sasa wewe si ndio mwenyeji, sasa sio ndio unapaswa basi hata uje kuniona. Alafu sitoshi tena, unajua mimi sikae kwangu nyumbani na kaa kwa watu, nyumbani kwa watu. Majukumu ni mengi ndugu yangu tu, yani sometimes mtu anakosa hata muda wa kuangalia rafiki yake. Sio kwamba eti nimekutenga, japo tu majukumu ndio mengi, na wewe unaelewa mjini kupambana bro, uwezo kukaa. Lakini jiangalia ulivyojipanga. Utakuwa labda siku hizi uko unajipanga, utakuwa labda hapo kuna kademu hivi Wala usiangalie sijui kabati, makochi, labda nyumba unavyoiona hivi. Hapa unavyoniona na kasi yangu, yani niko peke yangu. Mimi wala tu nitulie, mambo ya wasichana tu nikaona nitulie, achana nayo. Basi poa. Sina mambo mengi. Ngoja nikuelezee kitu kilikuwa kimenileta basi. Wewe nieleze. Nimeona kwa sababu niko na harakati tu basi. Nikasema lakini inabidi nifiche kwako nikwambie nipate ushauri. Ndio. Bro. Yaani mimi nilipokuwa jana kwenye masafa yangu, yani wakati hizo masafa yangu unajua tena. Najua. Nilipokuwa nimefika Ubungo. Nakwambia nataka nikakutana na bonge la demu. Nakwambia
Hii dunia nakwambia ina mengi yake ya nani. Mtoto kaumbwa akaumbika. Nakwambia kinikubalia. Kwa hii dunia nitakuwa wa kwanza yake ya nani? Yaani wa kwanza yake ya Mungu. Sio demon. Ni nani sasa kama sio demu unamsema? Ni msichana tu. Mstaarabu. Kaumbwa mtoto ana. Acha basi. Umbika. Usiniambie. Basi nilikuwa niko naelekea Ubungo basi kukaa basi muda mrefu. Lakini tulivyokutana na yeye akamwambia dada samahani. Akasema bila samahani kwa ustaarabu wake. Chaona. Nikamuuliza kwani wewe ni mwenyeji wa huko mtaa? Akakubali kanionyesha paka kwao. Lakini bro nikwambie kitu alivyonionyesha kwao. Nakwambia nilishiduka kidogo nikashuka na pressure nilianza kuzimia tu yani. Hata mimi mwenyewe nataka kulishitua. Unajua mijengo ya mjini. Wakajenga migorofa hiyo. Sasa zikainoa. Acha basi rafiki yangu. Yaani nianza kufikiria tu yani huyu hata kinikubalia akijua kwao tu kama ni mimi nimemtumbia. So hata niua kweli. Kaanza kuishiwa pose lakini nilipomuona basi ninavyompenda. Siwezi kumwacha aise. Alafu unajua rafiki yangu. Sawa, hata kama huyo demu kwao ni watajiri. Kama amekuelewa bro usishituke. Wewe ni mwanaume. Mambo mengine ndio mengine apangwa na Mungu. Kwa hiyo tuzidi kuomba Mungu basi Mungu atafanya chochote kwa tunahitaji. Mambo mengine naomba Mungu basi anakeseti. Kwanza rafiki yangu. Kwanza naweza kusema asante kabisa. Yaani maana siku nyingi nilikuwa nimekumisi. Nashukuru Mungu kwa kuwa umekuja kwa siku ya leo. Huwa nilikuwa nikijiuliza hivi huyu rafiki yangu vipi siku hizi mbona haonekani? Natamani basi siku nyingine basi ni huyo demo kama atakuwa amenikubalia. Nikuja na shemeji wako. Mimi nataka kuona huyo shemeji yangu. Nitakuja na shemeji yako. Wewe unajua unavyopenda mashemu bro. Lakini ni kama hata wewe unanificha tu. Yaani wewe nako kujua unapopenda wasichana. Mimi sikufichi. Hiyo nishaacha bro, shaacha mimi mambo ya wasichana niona tu nituwe na maisha yangu. Maana maisha ni changamoto bro. Niliona tu hiki jumba chote tunaishi peke yako. Sasa kwani kuishi huko peke yangu kwani kuna shida bro? Nitajipanga tu Mungu akinijalia na mimi nitapata mwanamke. Basi poa basi ni kama nilikuwa nimepita kupitia utapata hiyo story. Sio mapya mengi sana lakini nikaona basi ninabidi nikwambie kama mshauri wangu. Basi kaka, na mimi sina mengi ya kuelezea. Kikubwa tu unakupa hongera kwa kuwa umekutana na binti wa kitajiri. Sawa. Nikutakia safari njema tu brother yangu. Asiwaze. Haya kwa tuko pamoja. Tuangalia tu na maisha hapa ni mjini. Sawa. Kuja mimi niende tu basi nikuache. Haya nikutakia safari njema. Haya usiku mwema. Karibu ingia. Ni wewe? Vipi? Poa, habari za masiku? Ni poa. Kwema? Kwema kabisa. Wengine wazima nyumbani? Wako poa. Hongera tu. Yaani ni kama nilikuwa natamani basi tukutane siku moja lakini Mungu tu basi nilifanya tu tumeonana. Hivi ila samahani. Unaweza kusogea tu kaje karibu kaa hapa. Sawa. Basi poa. Basi tupo tu mimi. Unatumia kinywaji gani tu nikuagizie? Mimi niko sawa, nashukuru. Acha kuzingua bana. Huwezi kutumia chochote. Niko sawa. Hata maji kweli? Sijali niko sawa. Basi nashukuru. Unajua ile siku tuliyokutana na wewe ulivyonionyesha nyumbani kwenu. Basi ni kama tu sikukwambia. Lakini kidogo basi mimi nikimbia kwa sababu sikufikiria kama unaishi pale. Pale ni kwetu, naishi hapo na wazazi wangu. Nikukwambia ukweli. Mimi kweli hapa hapana sio nyumbani. Mimi hapa mjini ni mgeni. Ni mara ya kwanza kuingia huku kweli. Kwa hiyo hapa nimepokewa na mtu hapa nakaa kwa mtu. Sio kwangu. Lakini hana ubaya. Nimekaa kama mtu ambaye amekaa nyumbani.
Kwa hiyo basi tulivyokutana ile siku, basi nitamani kukuambia kitu kilichokuwepo moyoni mwangu, lakini kutokana na vile nilivyoona nyumbani kwenu mlivyo, maisha ambayo mnayo, nikaogopa kukuambia. Leo kanisuta nikwambie kama nakupenda, lakini nikaogopa. Naweza sijui kama nikikuomba basi hiyo nafasi nikikwambia kuelezea aliyopo moyoni mwangu, kama utanikubali. Kama utanielewa. Kwa hiyo sijui kama leo naweza kunipa hiyo nafasi mimi nikakwambia kama ninakupenda. Nikuelezee jinsi gani mimi ninavyokupenda. Usiogope, maana hakuna mwenye alizaliwa na utajiri. Lakini hapo kwa kunipenda, utanipea nafasi, utanipea wakati niende nifikirie. Kwani naweza kukupa muda gani au masaa mangapi ili ufikirie? Unipa hata jibu basi. Utanipa muda. Niko na namba yako, itabidi unipee wakati, nitakupigia simu. Basi poa. Basi nisubirie. Kwa sababu umeshaniahidia. Nisubirie tu. Hakuna shida. Mtoto mzuri. Asante. Nina bahati kukutana na mdada mzuri kama wewe. Sina muda, naipenda kurudi nyumbani. Mbona haraka ghafla tu? Hata kama ukaa hujakaa. Sasa imeisha. Singine. Hawa wazazi wenu ni wakali sana. Ndio. Basi poa. Naweza kusindikiza? Basi. Naomba kwenda. Wewe kijana, nilikwambia nini? Huyu msichana ni wa wapi? Msichana huyu ni nani kati yako? Rafiki. Rafiki kama? Rafiki tu hivyo. Kijana, nilikwambia. Unajua utarudi kwenu kijijini. Hizo tabia mbaya zako au uachi. Si ndio? Ni kwamba huo nielewi. Mimi nakuelewa. Ndio maana. Lakini ni mgeni tu. Nilikwambia utaanza mambo ya wasichana. Nilikwambia wewe. Hapana. Ni vile tu yani namjua tu, lakini sio kusema kwamba kuna mapenzi kati yangu na yeye. Tangu lini wasichana wageni? Lakini sio kwangu. Lakini sio kwa ubaya. Ni kwangu. Ni kama sio kwa ubaya, mimi nafikiri sio kwa ubaya, basi kwa ubaya. Msichana toka uende. Nonsense. Hapana, sio mzazi wangu tu, ni mtu mnakaa kwake. Lakini ana ubaya tu. Uenda tu naweza kuda tunaanza na nini nifanye. Jana nisipate hiyo miguu yako imepita hapo. Ni kawaida tu. Kanielewa? Hebu rudisha hiyo miguu yako inakaa miti wewe. Rudisha na huku nyuma. Mara moja ama urudi kwenu kijijini wewe. Wanielewa? Ndio. Basi poa, tutaona siku nyingine. Haya, acha story mingi, rudi. Basi siku nyingine basi. Tutakutana kwa simu. Haya, rudisha hiyo miguu yako hapa.